Sasa kipenzi, ninataka tutoke. Tukatembee kidogo mapolini, tushangae kule, tupige selfie baadaye tutarudi. Umeanza? Sasa nimeanza nini? Sasa mapolini huko tunaenda kushangaa nini? Sasa wenzetu mjini watu wanapelekana huko magadeni, sijui wapi waenda kuenjoy. Sasa wewe unashindwa kunipeleka mjini? Sasa mjini tukafanye nini? Huko kijini ndo kuzuri sana kuliko hata mjini. Kwa fanya kama vitu tukatembee, baadaye tunarudi. Kwanza mimi mwenyewe nina ratiba ya kwenda kufua. Kwa hiyo inakuaje? Hapo ndio nilikuwa napataka. Kama unaenda kufua kuna kuzuri. Kwa ukachukua hizo nguo. Umemaliza kazi yako? Achana na kazi. Nimekuja kwa sababu yako. Kwa cha msingi uenda kachukua, usienda kufua. Kachukua nguo. Ndio kinakusubiri chapo. Hapa nakusubiri. Na unisubiri hapo. Chapo bila kusubiri hapa tuondoke. Hii nzito. Hii hapa. Kumbuka sana, nikasema hapa twende tukapige zetu misele. Kwanza nimeona fursa kubwa ulivyosema naenda tu kufua. Nikasema hii ndio fursa yenyewe. Nikasema hapa naitumia hiyo fursa. Enjoy to fly mazingira unaonaje? Suzana. Hivi unanipenda kweli? Unaonaje? Mimi naona kama vile sina hela. Yaani hela sina mfukoni, ndio maana naona kama vile unanipenda. Lakini baadaye ukikutana na mwenye hela utaniacha. Hapana. Hauwezi kuniacha? Hata siku moja. Kweli kwenye shida na raha. Yaani hiyo ni kwenye shida na kwenye matatizo. Mimi nachoamini kwamba unanidanganya. Muone pale. Na kati unajua yani ukweli wote kwenye moyo wangu. Una mikono mizuri sana. Una vidole virefu. Yaani vimenipita hadi vya kwangu. Wewe mbona mindevu mingi? Sasa ina wingi gani? Sikia sana. Sasa sikia nikwambie. Nataka niyafuge. Yawe mengi. Bwana kuimbia kanyimbo. Japokuwa sio mtaalamu sana wa kuimba. Sijakalili mashairi vizuri ile huwa. Na furahi sana nikisikia nyimbo. Haya. Deka unavodeka kama mtoto. Sauti usiipenda. Sijaipenda. Sasa ndo sauti niliyopewa na Mungu. Basi ngoja nijaribu tena. Deka unavodeka kama mtoto. Nitakubembeleza mini wako. Usije nacha mimi soremba. Tunavyoishi wanadhani tunadanganyana. Usiende mbali na mimi bado nakupenda. Sasa itikia sasa. Usiende mbali na mimi. Bana mimi sina sauti bana. Una sauti wewe hiyo unaongea ni sauti gani? Tanikwaza. Kwani hiyo ni sauti gani unaongea? Twende. Usiende mbali na mimi bado nakupenda. Okay, tuondoke tukafue chapu. Tukaendea mjini, utaenda mjini fulani. Lete bwana, hebu usije kadumbukia. Ngoja. Usije kadumbukia, wanatia shida hapa. Sogea kwanza hichi. Shida yako si ni maji? Maji hapa ya kutosha tu. Ndio nafua. Anza kitambaa changu. Utanikera. Anza kitambaa changu. Maliza kwanza hichi hapa afu ufue za kwako, shika. Mimi nipo hapa boss. Kakate hicho. Chafu kweli kweli.
tunakula maembe hapa. Tunakula maembe, si unajua msimu wa maembe. Mimi mwenyewe nayapenda, sio kwamba labda. Eti. Vipi? Mama yuko? Mama katoka, kaenda kwenye kikundi, si unajua tena mama kuhangaika kwenye vikoba. Hivi vikoba vyake mpaka leo hajaacha tu. Haachagi. Hela zenyewe sizionagi. Unajua kazi ya vikundi tu, vikundi siji nini. Zawadi zangu lakini. Maembe ametoa? Shambani huko. Kwani ameshaiva sasa hivi? Kitambo tu. Sasa. Ile begi unaliona? Patia kuna nini? Zawadi? Zawadi zangu? Au mama? Nimekuletea zawadi. Sasa kuna daftari, kuna mikebe, kuna nguo za shule. Ukisoma kwa bidii nitakuletea nyingi zaidi ya zilizopo ndani. Na sio kwamba naandikia wino, sio naandikia mate, wino upo. Sasa ngoja nikuonyeshe hiyo moja. Unajua hii? Hili si daftari hili la kuandikia. Acha ushamba. Hili ni daftari lakini inaitwa notebook. Kwa hiyo hili notebook utakuwa unaweka vitu vyako vile ambavyo unaona vya muhimu. Sawa eh? Kwa mfano kumbukumbu. Kumbukumbu zako. Umeona? Si tarehe ya kuzaliwa, si nini, vile vitu vya muhimu vile. Unavitumbukiza huko. Sawa? Yaani hii hapa haihusiani chochote na shuleni kwenu hichi. Sawa eh? Madaftari yote, makaunta buku nini hapo huko, lakini hii haihusiani na chochote kuhusu shuleni. Kwa hiyo utakuwa unaweka vitu vyako. Sawa? Hii notebook nimekuletea. Utakuwa unaweka vitu vyako. Umeelewa? Sio uanze tena kuchora makatuni, sijui ni watoto au wale maumbo ambayo hayaeleweki. Sasa umesema niweke vitu vyangu. Weka vitu vyako vya maana, sio vitu vyako ambavyo havieleweki. Yaani vitu vya muhimu ambavyo labda vya kujibia maswali ndio unaweka huko. Yaani unaandika kwa ajili ya kumbukumbu zako. Umenielewa? Sawa. Sasa wala unikute unajaza nyimbo za wasanii huko, wala nyimbo za nani, si za nani, utagombana. Sio kama unanielewa. Mimi kakako sijafanikiwa kusoma. Ila natamani sana mdogo wangu kufanyaje? Usome. Tumsaidie mama. Sio mama anahangaika na mavikoba manini, maela yake hayaeleweki. Kwa hiyo nataka usome. Sitaki usiye tabia za ajabu, sio kwamba wewe si umefanya nini, si umefanya nini. Nitakushikia fimbo. Sawa. Haya. Kwa hiyo zawadi zako hizi hapa. Unaona begi langu mama, naendaga shule na dance tu. Na begi hili nimekununulia. Kwa hiyo kila kitu kipo ndani. Ili begi lako. Sawa. Haya. Ndani moja kwa moja. Ile kandani. Mwaka ulikuwa bichi sana ile. Kaka. Hilo embe la mama mimi nilikuwa nishambakishia mama. Sasa umembakishia mama, kwani umekuja na mawili tu? Kulikuwa kuna mengi ile mimi ndio alibaki hayo mawili, mama kaanza kuniambia. Misha limenya sasa likikaa hapa kama muda huu akifika mama sitakuwa limeshasinya. Sasa njoo likatekate. Ishara na nini? Njoo katakate vipande kama ulivyokuwa hata mwanzo. Kuja kunifokea hapa. Umjui tu mama. Wewe katakata bwana. Kwani shambani kuna umbali gani? Ni mbali tu. Wewe ni unaona ni mbali lakini mimi naona ni karibu kwa sababu nishazoea kutembea. Nitakimbia chapu nitaenda kumchukulia. Hizo kelele zote zitakuwa hamna. Wala wale usijaliwe katakata maembe. Tule. Hata hivyo ningekusingizia wewe tu. Hilo swala la kawaida sana wala usijali. Mama akija utamwonyesha zile zawadi hizo kununulia. Ila mimi natoka. Sasa tunaenda wapi na wewe? Hata nikapambane. Kuna kazi fulani nikaifanya mapema ili niwe. Kwa akija asiponikuta nitamwambia. Sawa? Sasa mimi natoka. Baba embe hili. Litatosha. Kwa makini. Haina shida. Ngoja aje tu hapo. Nasubiri tu kelele zake. Cindy yule pale. Wewe Cindy. Cindy. Ni nani yule kuita? Yule.
Yule ni nini? Mpangaji mmoja amehamia kule. Sasa mpangaji na wewe ndio mwenye nyumba au yani kwamba iko vipi? Sijaelewa. Hamna. Ni kaka tu ambaye tumezoeana, ana roho nzuri. Sawa, ana roho nzuri. Yaani mimi kinachonichanganya, kwa nini akuite na aliyakuwa mimi ni kaka yako, tuko pamoja, hajui kwamba mimi ni kaka yako? Hii si ni dharau? Alafu si nataka unielewe kitu hichi kimoja. Nimekwambia hivi, ninapambana kwa ajili wewe usome. Natoka juzi tu natoka kununulia zawadi kukupatia na nimekuelekeza kabisa kwamba ninakununulia zawadi ili kusudi kwamba wewe usome. Sawa, sasa unataka kuniletea mambo yako ya kijinga na zile zawadi nitaenda kuzichoma moto au nikampa mtu mwingine. Wewe ukazikosa. Oya. Kuwa na nidhamu, sawa? Sio kila mmoja unaona anatembea tu na unaleta mambo yako ya ajabu ajabu, sawa? Mimi ni mtu mzuri sana lakini mtu akiniletea akinijia vibaya huwa anachanganyikiwa, yaani huwa anavurugikiwa vibaya mno. Kwa hiyo nisije nikakufanya kitu kibaya ambacho hujawahi kufanya katika maisha yako. I say, kama mbali sana na huyu binti. Cindy, sitaki hii tabia ijirudie tena. Si unaelewa? Sitaki ijirudie nini? Sitaki ijirudie nini? Sio mimi naongea yanarudia huku, yanatokea huku. Yaani ukirudia tena nitakung'ata nikutafune. Si umeelewa? Mimi naongea hapo. Kaniita tu alikuwa anataka kunisalimia jamani kaka. Akusalimie kwa lipi? Sawa. Hili jambo lisijirudie? Lisijirudie? Tena. Lisijirudie? Lisijirudie? Ukirudia tena. Hizi haya masikio. Nyofo. Jamani hadi hebu haya tuondoke. Kaka kama vile anambania wakati yule mimi na malengo naye mimi nitamuoa. Atake asitake mimi nishampenda. Kwa nini anachotaka ni nini? Halo? Halo. Nani mwenzangu? Namba ngeni? Naongea na baba mdogo wako hapa Diblo. Baba mdogo, shikamoo. Marhaba, habari za huko? Siku kwa kweli ni nzuri. Habari za siku baba mdogo? Kwema, unaishi wapi kwa sasa? Unafikiri nitaishi wapi ndugu yangu? Nipo tu huko kijijini. Bado uko kijijini mpaka sasa hivi? Baba mdogo. Nafanya mishahara gani kijijini huko? Kuna la maana basi, nikihangaisha napilika tu hapa na pale. Sasa. Baba mdogo. Hapa mjini kuna mpango wa kazi. Ndiyo. Tafutia. Kwa hiyo unaweza kufanya pilika zako huko ukaja ukaicheki hii kazi. Ndiyo baba mdogo. Au bado huko na mishemishe zingine? I see. Kwanza nasikia kama vile habari njema sana kwa sababu usije kufikiria kama baba mdogo utanipigia simu na kuambia kitu kama hicho. Nimefurahi sana kusikia kitu kama hicho. Unajua sisi nyinyi ni vijana wetu. Kwa lazima tufanye juu chini na nyinyi mpate kuwa na maisha mazuri baadaye. Kwa inabidi ufanye juu chini uweze kuja. Baba mdogo mimi nitafika lakini changamoto nauli tu. Yaani hata hivyo nilikuwa kazini nafanya kazi nakujalipwa pesa. Kwa hiyo ukinitumia nauli tu mimi muda wote nakuja. Wenyewe watanitumiaga pesa yangu. Kuhusu nauli haina shida. Mimi nakutumia. Mambo madogo sana haya nauli. Nitashukuru sana baba mdogo. Kwa hiyo jiandae. Kwa hiyo kuna jambo lingine ambalo unahitaji hapa nifanyie. Hamna, ndo hicho tu. Sawa, jiandae. Mimi naona kutumia muda si mrefu kwa ajili ya hiyo safari. Sawa baba mdogo. Haya. Asante sana. Afadhali hata nimekuona mpenzi wangu. Umefurahi kuniona? Ndiyo, nimefurahi kukuona mpenzi wangu. Hivi unavyoniona,
nilikuwa nakuja kwenu. Kulikoni tena, kwetu kuna nini? Wewe acha tu. Nimepigiwa simu na baba mdogo. Niende kwake, kuna kazi amenitafutia. Bana. Usikasirike mpenzi wangu. Hizi ni baraka. Nikifanikiwa mimi, umefanikiwa wewe. Hata hivi ninavyoongea na wewe, baba mdogo ameniambia kwamba kesho atanitumia nauli. Kwa hiyo akinitumia tu, kesho mimi naanza safari. Sasa mpenzi wangu, unaondoka unaniacha na nani? Unajua mimi nimekuzoea mwenzako. Unavyoondoka hivyo ukienda huko si utapata mtu mwingine, mimi utanisahau. Hapana mpenzi wangu, sitokusahau hata siku moja. Wewe niruhusu tu mimi niende kwa moyo mmoja. Na nikienda kule, nikifanikiwa mimi, na wewe umefanikiwa pia. Kwa hiyo mimi sioni sababu ya wewe kukasirika, kununa. Umesikia mpenzi wangu? Niruhusu tu kwa moyo mmoja. Na nikirudi nakuletea zawadi kemkem. Zawadi gani? Unajua ukienda tu huko mimi utanisahau. Usiseme hivyo. Unajua mimi nakupenda sana. Na wala kwenye maisha yangu sije kufikiria hata kukuacha. Wewe niruhusu tu. Kwa muda huu nimetoka kazini. Nataka niende nikajiandae kwa ajili ya safari. Kulikoni? Mbona umechangamka hivi? Wewe acha. Mama nina furaha. Nina furaha sio nakifanya. Kweli? Nimepigiwa simu na baba mdogo hivi. Ndio. Kanaambia nijiandae. Ndio. Sio mjini. Kuna nini? Na kalia gari. Kuna nini? Hebu niambie mwanangu jamani. Kuna kazi kanitafutia. Kweli? Kazi gani? Mimi kwa sababu najua kunyoa. Ndio. Sasa sijajua yeye anataka kwenda kunipa kazi gani. Kweli. Ila kama ni saluni sawa. Ila kama itakuwa ni duka sawa. Ndio vile vile atakavyoona, lakini amenitafutia kazi kwamba leo hii ananitumia na ulikuwa ukasema nijiandae niende kwenye kibanda cha wakala nikasubirizie hela. Anakutumia. Anatumia. Nashukuru. Kwa hiyo nashukuru mwanangu. Nashukuru. Yaani mama nina kafanye kazi. Kwanza dada yuko wapi? Dada ameenda kuchota maji. Ameenda kuchota maji? Sawa. Sasa kwa sababu tunatoka kesho, tutaonana. Mimi nataka nijiandae chap chap hapa. Niende nikasubirizie hela kwa wakala. Mungu akubariki. Kafanye kazi mwanangu. Sawa mama, nakuombea. Sitasahau. Haya, nashukuru. Nashukuru sana mwanangu. Nashukuru sana. Sawa sawa mama. Mungu akubariki. Haya, ngoja mimi nijiandae. Haya, haina shida. Sawa. Kazi njema mwanangu. Sawa mama. Kwani mama, hilo tunanawa hivyo. Kweli ngoja nijiandae chap chap hapa. Ndio. Subirizie. Sawa. Ila narudi. Urudi. Yaani wewe ukafanye kazi mwanangu. Nakuombea. Haina shida, safari si kesho. Mungu akutangulie. Yaani hapa nakuombea sana mwanangu. Sawa. Sasa mama. Ngoja mimi niende. Sawa. Kazi njema baba. Sawa mama. Haya. Kesho tunaondoka, sio leo. Sawa. Nenda tu akakupe na hiyo hela ikitoka. Utoe. Uje ujiandae vizuri. Sawa mama. Sawa. Sawa. Tutaonana dada baadaye. Haya. Mungu anahangaika apata kazi, namuombea sana kwa Mungu. Naomba sana Mungu amsaidie. Natoa 20 hapo. Okay, asante sana. Mr. Ponda. Wapi hiyo?
Aha. Sasa hebu naomba uende pale stendi, uende kampokea kijana wangu wanakuja hapo, nani Hamza huyo. Maana ningependa hata mimi ningeenda, lakini sasa ndio hivyo, niko ofisini, majukumu ya kazi hapa yamenizidi. Kwa hiyo nilikuwa naomba nisaidie kwa hilo hapa, mchukue hapo mpeleke nyumbani. Au kama vipi wewe nenda naye kwako, alafu mimi jioni nitamfuata. Kuhusu namba. Namba ngoja nikutumie. Dakika moja tu chapu na kutumia sasa hivi namba yake. Poa, ngoja nikutumia namba yake basi. Poa. Halo. Vipi dogo? Safi. Sasa mimi nishafika stendi hapo. Uko wapi? Sasa stendi maeneo gani? Maana mimi niko stendi hapa mbele. Hebu njoo hapa kwenye kijiwe cha chips kama unaviona. Poa dogo. Oya basi, mambo vipi? Safi. Kama kawaida. Safi. Asinaitwa Hamza mwanangu. Umeagizwa na bando bako nje. Wewe ndo Ponda? Mimi ndo Ponda. Au sio? Ponda hivyo bwana. Basi poa, panda na ndondo. Hapo. Mama, mimi nishamkumbuka kaka Hamza. Mwanangu, kaka yako ndo kaondoka tu leo. Una shida gani? Na mimi nitaenda pia mama mjini. Hakuna kwenda mpaka umalize sekondari. Jamani mama, bado miezi tu namaliza. Sawa, ukimaliza sekondari tu utaenda. Popote pale unapotaka utaenda mwanangu. Wewe sawa. Mdogo vipi? Kaza za mazingira? Shazoea baba mdogo. Sasa waonyeshe mazingira ya kufanyia kazi. Sawa, haina shida. Bado wewe jiandae. Mimi najiandaa nini baba mdogo, hapa niko vizuri. Uko vizuri kabisa. Hapa niko fresh, tunaweza tukaenda. Haina shida, tunaweza tukaenda. Sawa. Sana vipi nawe? Jana tujaonana? Kwa sababu naweka sawa kwa mambo yatakuwa poa. Sasa sawa, mimi nitakuja baadaye. Ana maongezi na wewe. Uje tuwajibu baadaye.
tunaanza kwenda kwa mazingira ya kazi. Sawa. Mazingira ushaona? Hii hapa ndio ofisi ambayo tutafanya kazi. Na najua kwamba wewe ni fundi mzuri kabisa. Hapo ukiongeza bidii ya kupendezesha watu, ndani watu tutapata pia. Kweli. Kama inawahi, tunajifunga na katiba. Kabisa ndio hizi. Namba hapa. Uko kwenye mtandao gani? Boda. Taja namba. 07 64 74. Iko kubanda Inaenda? Tayari. Okay. Bandogo. Pesa nimetuma hapo, umeiona? Sawa. Vipi huko ulikopelekwa, biashara unaionaje? Mambo yameenda vizuri kabisa. Jambo jema ndugu yangu, kupambana kabisa. Hata mimi nawaza kupambana, hakuna namna nyingine zaidi ya kupambana. Mama anapiga. Sasa niongea naye dakika moja. Sawa. Mimi niingie dukani mara moja. Shikamoo mama. Unaendeleaje huko? Nashukuru Mungu naendelea vizuri mamangu. Si wazima kabisa. Biashara zinaendaje mwanangu? Nashukuru Mungu mama, biashara zinaenda vizuri. Mama. Halo? Mtandao unasumbua mama? Ndiyo, nilikuwa nataka tu nikujulie hali. Okay mama, hata mimi mwenyewe nimekukumbuka. Kuna kuombea kwa Mungu. Sawa mamangu, Mungu akubariki sana. Haya sawa, asante. Haya. Nipo sana. Safi bosi. Poa. Poa. Wema.
Biashara zinaendaje? Biashara zinaenda poa. Siondoke maana baadaye kuna lori inaleta mzigo. Sawa bosi. Kwa hiyo bidi usije gari shakuja kushusha mzigo. Kwa hiyo inaendelea. Sawa sawa. Naye Hamza siku ya pili sasa hivi hajalala. Siku ya pili hajalala. Siku ya pili hajalala. Basi sawa. Acha nifuate huko. Sawa basi. Halo. Ofisini eh? Sawa nakuja. Poa. Sawa, sikia sana. Napigia simu mara moja katika ofisini. Wewe kuachia maagizo. Hamza atakaporudi, mwambie halale hapa na mazungumzo naye. Sawa bosi. Maana sasa ishakuwa round hii. Usisahau. Sawa sawa. Mazungumzo ni ya muhimu sana. Sawa. Oye, mambo vipi bro? Poa, niambie sana. Si kama kawa. Acha kama kawaida, harakati vipi? Mungu mwema anasaidia. Ndio. Ndugu yangu. Naambia rafiki yangu. Hapa amekuja bosi hapa. Mazungumzo na wewe kwa baadaye, kwa ikiwezekana hata baadaye au kesho uje. Basi tu haina noma, baadaye nitatokea hapo. Haina noma blaza. Lakini umeonaje kwamba ni wazuri? Sijaelewa lakini alikuwa na emotion fulani hivi si unajua. Kwa hiyo wewe utakuja tu utaongea naye. Alikuwa kama vile anachikia. Leo sio mbaya, nitatokea basi baadaye hapo. Poa blaza. Basi waleta somana. Poa. Poa. Karibu bro, unakuja? Blaza, kuja niongee na mteja. Sawa. Vipi ndugu yangu? Sio kuja kulala huko. Shida nini? Ofisini. Usana unanifurahisha kweli. Kwa ofisini ndugu yangu, unajua mazingira yenyewe ya saluni hapa. Kuna mijwele mule, nini kwa. Kifupi mazingira sio mazuri. Kwa kulala ofisini sidhani kama ni sawa. Ila niliamua kupanga chumba. Baada ya kujitafuta nini nikapanga chumba. Kwa hiyo ndio maana haunioni siku tatu hizi. Panga wapi? Sio mbali na hapa tulipo. Nafikiri mbali hapa nyuma hapa. Bibi Kisise, si unamjua Bibi Kisise yule na wewe? Huyu Bibi Kisise huyu. Bibi Kisise hapo nyuma hivi. Nampata. Kwa sababu nimepanga. Kwa ndo maana kwa hizo siku tatu unione kwa nini haraka. Sasa. Lakini sasa sikia. Lakini muda si bado. Mimi kuna nataka nizunguke kidogo nichekecheke mazingira. Ila baadaye by saa ngapi hivi nitafanyaje? Nitarudi. Kuja kuchukua fungu yangu nikapumzike. Kwa kama vipi fungu yangu inaweza kapotea, mambo unajua mengi ya ujana. Kwa kama vipi unishikie hii hapa afu baadaye mimi nitaipitia. Kwa hiyo nipatie hii funguo ni wapi? Hii funguo si nikwambia ghetto. Kwa hiyo nitakuja kuchukua baadaye. Sawa. Basi poa, muda bado, ngoja mimi nizunguke. Poa basi. Fresh. Poa. Sana vipi? Safi bosi.
Hamza yuko wapi? Hamza alikuwepo hapa Somda lakini katoka. Kakwambia anaelekea wapi? Kwenda kuzunguka kidogo lakini kuna funguka niachia huko alikopanga. Amepanga? Ya, amepanga. Kakwambia kapanga wapi? Hapo nyuma kwa bibi Kisisi ya. Hebu nikabidhi hiyo funguo. Akija mwambie namsubiria pale. Sawa bosi. Sawa maagizo tena. Sawa sawa. Maana ushafanya makosa ya mwanzo. Lazima ukikosea itakuwa tutafanyaje? Nazungushana. Sawa bosi. Haina shida. Sawa. Sawa? Sawa. Sana. Safi vipi? Kama kawaida. Fresh. Kaja kuchukua bosi hapo. Utamkuta kule. Unasema? Kaja kuchukua bosi utamkuta kule. Passport. Poa blast. Haina shida. Poa. Poa. Ni Hamza. Msemaji. Fungua mlango ba mdogo. Sawa. Na bwana jambo. Sijambo. Vipi? Nakuja kulala ba mdogo. Nakuja kulala. Unaweza kaniambia umetoa wapi hela kupanga chumba hiki? Moja kununua godoro, kitanda. Asa ba mdogo. Usiona kabisa mimi nafanya kazi. Fanya kazi, nafanya kazi. Una muda gani kwenye kazi? Hata mwezi hauna. Sio swala la mwezi. Umetoa pesa ya kupanga chumba na kununua godoro. Lakini si wana kutumia kila wiki. Hata kama umetuma pesa, lakini uniambie hela umetoa wapi ya kununua kitanda na godoro na kupanga chumba? Bila nachotaka kujua au nachotaka kukwambia. Mimi sina kutumia hela yako lakini hizi wiki 2-3 ushapata hela kununua pamoja vitu vyote? Hela yako mimi sina kutumia. Hadi mimi kupanga chumba na kununua godoro imekuwa tatizo. Hiyo haina sababu. Najua chumba hiki kina thamani shilingi ngapi na pamoja godoro na kitanda. Achana na samani mdogo, hali manyanyaso. Samani ya nini? Hali manyanyaso unajua unayofanya. Yaani moyo wangu mimi unayumba unachokifanya hichi. Acha wewe mambo uliyofanya yako sahihi. Sio iko sahihi. Yaani kwenye kazi hauna hata mwezi unapata hela za kununua vitu vipi? Sasa chagua moja. Uondoke wewe ama uingie ndani uchukue vitu vyako uondoke. Sasa mimi vitu vyangu ndavipeleka wapi usiku? Tajua wewe pa kupeleka. Chagua moja hapo. Uondoke wewe ama uchukue vitu vyako uondoke. Ya sawa. Ya tunakutana tu bado. Ya ulichokifanya mimi ni biashara moyo wangu.
Nani? Ongea na Hamza hapa. Kijana wake Bibro. Nakuja. Habari yako? Safi kwema. Mbona usiku kuna usalama? Kuna nini huko? Umetokea tu changamoto kidogo, baba mdogo tumepishana naye. Historia ndio. Kwa nini nimekuja hapa? Nilikuwa naomba tuhifadhi ndugu yangu. Nilale tu kwa leo. Alafu kesho nitajua nitafanya nini. Nisaidie kwa sababu natasikia mshahara mimi. Okay, sawa. Ingia, karibu. Sawa. Dogo. Kumekucha, amka. Kumekucha, amka dogo. Vipi ponda? Safi, kwema. Fresh. Kumekucha. Kumekucha, Mungu anasaidia. Pole na uchovu. Umeisha. Ndio. Sijui. Salama. Vipi sasa? Maana jana umekuja usiku sielewi kuna nini huko? Ngoja acha tu. Jana nimetoka zangu tu saluni kule vizuri. Ndio. Nikaenda kule ofisini kwake kule kwa sana. Ndio. Nilifunga mapema. Sasa. Kwa baada ya kufika pale nikaa nimempa funguo yangu sana. Ndio. Nikamwambia bwana, hebu nishikie funguo yangu hii. Sasa. Mimi nipige misele kidogo, baadaye nitafanyaje? Nitarudi kuja kuichukua. Ndio. Kweli nimemaliza ile misele yangu. Nimerudi pale. Sasa. Nimerudi pale namwambia Osana mimi funguo nikafanyaje? Nikapumzike maana nimechoka sana leo. Ndio. Ananiambia funguo nimempa baba mdogo. Kweli nilishikwa na butwa yani nimekoja amempa baba mdogo ile na nini funguo. Sasa. Sikuwa na jinsi nikaamua tu kuondoka ili niende kule chumbani nikopanga. Ndio. Nifika pale nimegonga. Nagonga kimya. Ile amefungua mlango tu ananiambia unasemaje? Sasa unasemaje wakati hii chumba ni cha kwangu? Utaniulizaje unasemaje? Ndio. Mwisho wa siku ananiambia sasa chagua moja. Ndio. Nikutolee vitu vyako, uondoke navyo au uondoke wewe. Sasa. Mimi nikabaki tu namwangalia, yani sasa hadi kivipi yani naona unajua hapa mjini mimi sina ndugu na kujua wewe hapo pamoja na nani na Osana na Eba mdogo. Sasa. Kwa nini nilichokifanya pale nikaamua nifanyaje? Niondoke. Kwa hiyo nimeondoka, nimezunguka. Nikapiga mahesabu hapa mtu akunisaidia. Niwe ponda. Sasa. Ndio maana jana usiku nikaa nifanyaje? Nimekuja kwako. Sasa. Ndio hivyo tu yani. Kwa hiyo ilikuwaje au wewe umemfanya nini babako mdogo mpaka anafikia stage hiyo ya kukufukuza usiku? Naelewa basi. Sielewi, yani sioni sababu ya msingi yani. Nimeshtukia tu yani imetokea hiyo hali. Yani sielewi hata yani sijajua amewaza nini. Kwa sababu kama ni pesa yake nilikuwa namtumia. Kama tulivyokubaliana kwamba kila mwisho wa wiki nimtumie fedha yake. Na nilikuwa namtumia. Sasa sielewi yani amepatwa na nini mpaka kufanya hivyo. Basi sawa. Wewe jukumu niachie mimi. Mimi nitakaa naye, nitaongea naye kwenye simu. Kwa majukumu yote wewe niachie mimi. Nitawasiliana naye kila kitu nitakwambia. Haina shida bwana. Basi sawa. Habari huko? Huku kwema, za kwako huko? Safi, wanasemaje maeneo hayo? Huku kwema tu, za kwenu huko. Sasa? Mtoto wako jana Hamza kaja usiku kwangu. Aha, balala kwako. Yeye alikuja kuomba hifadhi ya kulala. Sasa bana, huyo mtoto ni mpuuzi sana huyo. Vipi, kafanyaje tena? Mbona kama unanichanganya? Mimi na yeye ni marafiki wa muda mrefu sana.
Kwa hivyo basi huyo kijana asije katuchanganya mimi na wewe au katutenganisha urafiki wetu. Ndio. Kwa hiyo angalia hapo kuna SMS nimekutumia kama 50,000 hapo. Basi sawa, lakini mimi unaniweka njia panda. Kafanya nini huyu nani Hamza? Wewe elewa hivyo. Alafu angalia SMS nimekutumia hapo. Ndio. Wewe fanya hivyo, fanya hima hapo aondoke. Nimekuelewa vizuri sana. Mastaki kumuona kwanza hata hapo. Haina shida, nimekuelewa. Fanya kama nilivyokuambia hivyo. Hai. Okay, sasa dogo. Hebu vaa nguo kwanza. Unajua nguo zangu ni chafu sana. Okay, nguo zako ni chafu. Hebu chukua kwanza hizi hapa vaa. Hebu vaa, angalia kwanza kama zinakutosha au la. Asante bwana. Maana hizo nishazihifadhi muda mrefu sana. Hebu zijaribu. Asante bwana. Na mkubwa na mwili mkubwa. Mwili unao mdogo wangu. Mbona bana hivi? Mwili unao mdogo wangu. Mwili tosha. Ya tebo imeingia vizuri sana. Tosha. Sasa kama mimi zilikuwa zinanibana, kwa nini wewe sikutosha mdogo wangu? Unipendeza bwana. Zimekaa tena vizuri kabisa. Shukrani sana. Sasa Hamza, hebu kaa kidogo kwanza tuzungumze. Sawa. Ndio. Sasa mdogo wangu. Hapo unavyoona hivi nilipotoka nje. Nilikuwa naongea na simu. Kuna shemeji yako mmoja hivi. Ndio. Amekuja. Yuko hapa tunapoongea hivi, yuko stand. Ndio. Kwa hiyo mdogo wangu, uwezo wa kukusaidia kuwa na wewe hapa nyumbani ni uongo. Na hata anapokuja hivi sijajua ataondoka lini. Kwa hiyo kabla ya jua hata halijazama, ni heri ungetafuta sehemu ya kwenda kujistiri kwa jioni. Kwa msaada wangu mimi umeshia hapo. Umenielewa Hamza? Mimi nimekuelewa bwana Konda. Ndio. Yaani kama kulia mimi shalia sana. Sawa sawa. Na sioni sababu ya kuendelea kulia. Ndio. Nilipotoka nyumbani niliaga. Sawa sawa. Kamwaga mama kwamba naenda kutafuta. Ndio. Kwa hiyo hii ni sehemu tu ya maisha. Sawa sawa. Mimi sikulaumu kwa lolote, sikulaumu kwa chochote. Ndio. Nikushukuru tu kwa sababu ulinihifadhi jana usiku. Ndio. Nilikosa sehemu ya kwenda kujipumzisha. Sawa sawa. Kwa nafasi hii ambayo ulinipa usiku nikalala hapa. Ndio. Na kumekucha. Ndio. Mimi nikushukuru, umenipatia nguo. Mungu akubariki sana. Asante. Mimi niseme asante. Kuwa udogo. Yaani usijali kwangu mimi, kama kuna sehemu nyingine kuna nimekufanyia tofauti nje na vile ulivyokuwa unapenda, samahani, lakini kwangu mimi kuwa huru. Haina shida bwana. Yaani usijali, kuwa huru. Sawa. Okay. Sawa. Kama umenielewa vizuri basi mimi nashukuru. Basi ngoja mimi nichukue vitu vyangu hapa niende, sijui niweka wapi maana nishikaje na usiku. Sawa, vipo hapo nje, vipo hapo nje. Haina shida. Basi haina shida mdogo wangu. Utakuwa na kimfuko niweke nguo zangu zile nitaondoka nazo. Kimfuko sina, labda wewe nenda hebu kimfuko, mimi nitajua jitihada jinsi ya kukusaidia. Sawa. Kuwa makini basi. Haina shida. Kuwa makini mdogo wangu. mwanangu, naendeleaje huko? Nashukuru Mungu mama, naendelea vizuri. Shikamoo. Marahaba.
baba mzima? Mi mzima tu, sijui mnaendeleaje huko na dada? Wapo wazima kabisa. Vipi baba mdogo wako naye yupo? Mdogo yupo, hajambo kabisa, mzima wa afya. Ndiyo. Mama. Kwa hiyo vipi mwanangu, tutumie basi hata hela ya matumizi. Aha. Sasa kuna kikazi kidogo hapa nakifanya, nikimalizia tu naenda mara moja kwa wakala na watumieni. Haya mwanangu, nashukuru. Mungu akubariki. Amina mama, barikiwe na wewe pia. Haya. Haya, baadaye kidogo. Haya, ina shida. Haya. Kijana, kijana, wewe kijana, wewe kijana, wewe
Umelala mapema yote asubuhi hii. Una shida gani? Ndio mama yangu, shikamoo. Marahaba, unaumwa? Hapana mama yangu. Mimi siumwi. Ila na matatizo. Nimefukuzwa na baba yangu ambaye alinitoa kijijini na kunileta mjini. Akaniahidi atanifanyia mambo mengi. Lakini amenifukuza. Ndio maana unaniona niko hapa mama yangu. Unaitwa nani? Mimi naitwa Hamza. Unajua nimesaidia watu wengi. Lakini watu wana mbinu nyingi. Unaweza ukawa mwizi wewe. Hapana mama yangu. Mimi sio mwizi. Na wala sina tabia hiyo. Sijai kuiba kitu cha mtu. Mimi wanafanya kazi kwa kutumia nguvu zangu mwenyewe. Naomba tu unisaidie. Nitakusaidia mwanangu. Kwa sababu nilikuwa nimepanga nisifungue hapa. Lakini nimekuja tu kwa dharura. Ndio maana nimekuja hapa. Lakini nashangaa nimekuona huko hapa. Sawa mama. Nashukuru sana kwa ukarimu wako. Mara ya 3 hiyo wananifunga. Umekalia magemu tu kufanya kazi au utaki? Sasa wewe unaumia nini hapa? Watu wengine bwana. Kwenye game nimefungwa na anakuja kunipigia makelele. Kafanya kazi zako bwana huko. Kazi kusumbuana, tukaoshe vyombo bwana. Karibu mwanangu. Asante sana mama. Shikamoo. Marahaba mwanangu, jambo. Jambo. Karibu mwanangu. Ujisikie huru hapa nyumbani. Asante sana mamangu. Huyu ni kijana wangu Elia. Marahaba mwanangu, jambo. Jambo. Na huyu ni binti yangu anaitwa Roda. Nashukuru kumfahamu mama. Mwanangu, umepika zile mboga? Ndio nimepika mama. Na huyu ni nani mama? Huyu anaitwa Hamza. Tutakuwa naye hapa nyumbani kwetu. Sawa Hamza, karibu nyumbani. Asante sana kaka. Sasa nilikuwa na ratiba ya kwenda kijiweni. Vipi, naweza tukatoka katembea kidogo? Sawa tu ndugu yangu, mimi nakusikiliza wewe tu.
Kwa hiyo ndio hivyo ndugu yangu. Sasa sikia jamaa, mimi sitaki kuona pale nyumbani. Na endapo utaipuuza maneno, utakufanya kitu kibaya sana. Kwa hiyo jichenge, tafuta sehemu nyingine. Vipi kaka, kwema? Poa, acha tu kaka. Maisha tu. Yaani hivyo unavyoniona. Sielewa wapi naelekea. Na wala sijui wapi nita ndugu yangu. Ndio maana nimekaa tu hapa. Sielewi nifanye nini. Changamoto tu kwenye maisha, napitia changamoto nyingi sana. Sielewi nifanye nini. Pole sana ndugu yangu. Kweli maisha yana mambo mengi. Na mimi mwenyewe na matatizo yangu mengi. Ila ya kwako wewe yanaonekana ni chungu nzima. Yaani yamekuzidi kipimo. Mimi mwenyewe sina maelewano mazuri na mke wangu. Ila nikutie tu moyo. Usijali, mambo yatakuwa sawa. Pole sana kaka. Na hata hivyo unavyoniona hapa nimekaa ni kwa sababu ya hizo changamoto nilizokuambia. Kwa hiyo nimetulia tu hapa kama unavyoniona ndugu yangu. Nikiwa na matumaini labda siku ya leo itakuwa nzuri. Maana hata sijui nifanye nini ndugu yangu. Nashukuru sana ndugu yangu. Pamoja na hayo, mimi nitakusaidia. Hapa penyewe nitakiwa tu tuende nyumbani kwa sababu mke wangu ameshaondoka kitambo tu. Kwa hiyo usijali kabisa ndugu yangu. Cha kufanya, subiri na kuja sasa hivi tunaondoka wote nyumbani. Sawa ndugu yangu? Huyu jamaa ameondoka muda mrefu tu, ameniambia kwamba anakuja kunichukua niende naye kwake. Ana mpango wa kunisaidia kweli huyu jamaa? Potelea pote, ni heri nikaondoka zangu tu. Jamaa tena ameenda wapi? Au ameona namchelewesha. Tukasaidiana mizimu hapa. Itakuwa jao. Habari yako kaka? Safi, za kwako? Safi kweli. Wema, karibu. Asante. Ndio. Samahani. Haina shida. Kuna ndugu yangu namtafuta. Unamtafuta? Alikwambia yuko hapa? Hapana, nimetoka kijijini huko, nimekuja kumtafuta mjini. Sijui unaweza kunisaidia? Sawa, haina shida. Endelea tu kumtafuta au ulikuwa unahitaji? Chake, hebu tuone.
Yupo mjini. Alikuja mjini, aliniaga anakuja mjini. Sasa dada mjini utamjua kila mtu kweli? Sasa dada uwezo ukamjua kila mtu mjini. Yaani hapa itakuwa ngumu. Mimi simfahamu kwa kweli. Endelea tu kumtafuta, unaweza ukampata. Salama, vipi hapa? Poa. Kwema? Kwema. Niambie dada. Safi tu. Ndio. Samahani kaka. Kuna ndugu yangu namtafuta. Sijui unaweza kumsaidia. Pole sana. Sasa unamtafutaje mtu kiolela hiyo? Hana simu yeye? Simu anayo, lakini mimi ndio sina namba zake. Kampataje sasa? Maana nina picha yake ninayo. Hem, tuone picha. Nimeweka kwenye pochi, sijui iko wapi. Au ishapotea tayari. Pole sana dadangu. Unavyoonekana umechoka sana. Najua lenyewe hili ni kali kweli. Nilikuwa naomba kitu kimoja. Twende kwangu ukapumzike. Ifikapo baadaye tutaenda wote kumtafuta wewe ndugu yako. Sijui unasemaje dadangu? Sawa, nitashukuru. Elia, mbona uko peke yako? Mwenzako yuko wapi? Yupo kijiweni. Kwa nini umemwacha kijiweni? Mama, yule ni mtu mzima, atakuja tu. Kaka Elia atakujaje sasa wakati yule ni mgeni? Akipoteaje? Alafu wewe, si nishakataza kunifuatilia? Mbona sana unanifuatilia sana? Hata akipotea atamtangaza kwenye redio. Watamtangaza kwenye redio? Nataka uende sasa hivi ukamtafute umlete. Mimi najua huko ndani hamnipendi. Ila sawa. Niaje mwanangu? Kama kawaida. Samahani mwana unapoza hapa kidogo. Halo? Naam. Nani mwenzangu naona namba ngeni? Hosana, mambo vipi? Mambo yako poa ndugu yangu. Nipe ripoti rafiki yangu. Tuna majanga huko ndugu yangu. Majanga gani tena? Sio tukapata ajali sisi. Nani? Diblo au? Bosi tulipata ajali, gari ikapindika mguu kabisa. Aise, bwana mpe pole ndugu yangu. Kwa hiyo amesharuhusiwa au bado yuko hospitali? Hospitali hapa anajiuguza na kile kiosi chako kishakiuza ndugu yangu. Hiyo sauti yako kama unafanyia kazi pale. Kishaiuza. Aise, kwa leo ni majanga ndugu yangu. Na hapa sielewi kile kidogo taarifa maana ni alitonayo bado yake bado. Ni swala tu la kumuombea ndugu yangu. Mimi sidhani kama lakini unajua ya maisha ni uhai ndugu yangu. Na pilika zote hizi ni kwa sababu ya uhai tu ndio nao, ndio maana tunaenda vurugu na nini. Ukiona mtu yuko hai ndio maisha yenyewe. Kwa hiyo ina maana huu ni mzunguko tu. Basi kwa sawa, na mimi nikuache uendelee na kazi. Basi kwa haina shida ndugu yangu. Mimi nashukuru kwa taarifa.
Poa. Yaani shoga yangu hapa wili. Kuna kitu yani naona kama kinanichanganya akili. Kwa kama vile sielewi. Maana kuna kijana mama alikuja naye. Wakaondoka na kaka Elia. Kaka Elia akamtelekeza huko, yani hapa sielewi. Naomba unishauri kitu shoga yangu. Kwani huyo kijana ni ndugu yenu au? Hamna, hata sio ndugu yetu, ni kijana tu mama alimkuta ofisini kwake akaamua naye. Yaani kamsaidia. Ndio kamsaidia. Kaka Elia ndio hivyo alimchukua, akasema ndio tukatembee kwenda naye moja kwa moja. Hadi leo hajarudi. Kwa hiyo wewe ulichukua hatua gani hiyo kutoka ameondoka na kaka yako? Sasa nachukua hatua gani shoga yangu? Hapo ndio nipo nataka unipe ushauri. Hapo ujue ni mtihani. Sasa hapa ndugu yangu tukushauri. Kuna rafiki yangu mmoja aliniambia kwamba ana mganga wake. Anasema huyo mganga anasaidia. Hapa atakusaidia inabidi nikupeleke. Huyo mganga tukaangalia upande mwingine. Mimi na mambo ya kama sijai kwenda. Sasa gango hata kama hujawahi kwenda kwenye shida tu utaenda. Kwa kweli inanibidi. Ila sawa. Ni neno, hilo nao ni neno. Ni jambo zuri pia. Yule mganga anasaidia. Wewe tu jikaze tuende tukaangalie na hilo jambo litatusaidia. Sawa. Rafiki yangu Roda. Mbona unaongea hili jambo kwa hisia sana? Umependa nini? Kwa hivyo ndugu yangu, nimetokea kama vile kumpenda. Ila tuachane nayo shoga yangu. Fanye tu nipeleke. Yatajulikana mbeleni. Anaweza kwa sababu mambo yake yanaenda kweli. Sasa Roda, hapo msai nimekuwa njia pale. Si huku. Nasikia harufu za watu. Odi mganga. Karibu. Karibu mkae hapa. Mganga, nimemleta huyu shoga yangu ana shida. Ana shida gani? Ana shida, mchumba wake kapotea. Wewe unatakiwa ujitahidi arudi, maana mshoga wangu hana raha kabisa. Haina shida, imeisha hiyo. Sio mchumba wangu, ni rafiki yangu, lakini natamani aje nyumbani. Sawa mganga.
Kaniambia hivi, sio mchumba wake, ni kwamba tu ni kijana ambaye anapenda rudi nyumbani. Haina shida. Hayo bado ni swala dogo sana. Tawasaidia, sawa? Sawa, nitashukuru sana. Sawa sawa. Unafahamu majina yake yote? Amna, mama alinitajia mmoja tu. Jina moja tu? Ndio. Haina shida. Haina shida. Tawasaidia. Taja jina lake kwa usahihi. Kimya kimya. Tafuta kijana. Tafuta kijana. Angalia kama ni yeye. Ni yeye mganga. Ni yeye. Ndio, ni yeye. Ni yeye kabisa. Ndio. Chukua hii dawa. Hakikisha ukiwa mwenyewe mtu asisikie wala kuona. Ni uya maneno ambayo unataka kusema. Hakikisha zingatia masharti hayo, sawa? Chukua dawa. Chukua dawa. Weka sadaka ya mizimu hapa. Weka sadaka ya mizimu. Weka sadaka ya mizimu. Weka sasampa. Weka sasampa. Hamza, nahitaji urudi na kupenda sana. Sitohitaji iwe baadaye au kesho. Naomba urudi. Hamza ni jamaa gani? Si yule ninomfukuzaga au kuna nini tena kinaendelea? Yuko Ida itafanya kazi. Sijui tuone.
Dada, huyu ndo unamtafuta? Ndo mwenyewe huyu. Amekuwa chizi, Mungu wangu. Huyu mbona kama nishaye kumuona huyu? Nilimwona juzi na alikuwa sawa kabisa. Sasa amepatwa na nini? Hakuna namna dada. Tayari ndo ameshakuwa chizi. Cha kumsaidia hatuna. Tuondoke tu. Sawa dada. Hodi. Karibu. Naomba nyanya. Karibu mteja. Asante. Naomba nyanya za 500. Sawa. Na nini kingine? Mungu wangu. Hamza kawa chizi. Maskini ya Mungu. Mbio vipi huko unafukuza? Yaani uwezi amini nimekutana na yule kijana kawa chizi shoga yangu. Kijana yupi? Ni yule Hamza ndugu yangu niliyekwambia kawa chizi. Kwa nini sasa? Yaani shoga yangu hata sielewi. Sijui hata naanzia wapi. Maana hata mimi nahisi kama kuehuka shoga yangu. Sielewi. Pole sana rafiki yangu. Yaani sielewi hata nakusaidiaje mwenzio. Mimi hapa mwenyewe kazi zimenitinga kweli. Sawa shoga yangu. Sijui nirudi kwa mganga. Navyohisi labda kuna kitu hakijakaa sawa. Acha tu nirudi kwa mganga shoga yangu. Hilo nalo neno rafiki yangu. Wewe nenda kule kwa mganga, si unapafahamu? Inawezekana kuna kitu kimetokea hapa katikati ambacho sisi hatujui, utaniletea majibu. Sawa shoga yangu, mimi naenda. Basi poa, baadaye. Shida ni ile ile au kuna nyingine? Ni ile ile mganga. Lakini yule kijana ashakuwa chizi, siwezi hata kufanya. Ndiye mganga. Umekosea masharti. Hujafuata masharti hata kidogo. Nikwambia ukikosea masharti kidogo, dawa inakuwa haina nguvu. Inamaanisha umekosea masharti. Mwisho wa siku nimekuwa madhara sasa. Umefanya vibaya. Sasa ili tena kumrudisha kwenye hali yake ya kawaida, kuna masharti magumu inapaswa uyaweze. Nakupa masharti sasa. Ni magumu lakini inabidi ulete tumsaidie. Sawa? Uko tayari binti? Ndio mganga. Naomba kaniletea unyayo wa twiga dume. Kesho asubuhi ulete hapa.
sawa, na ngozi ya chatu. Sawa binti? Mganga, mbona masharti ni magumu sana? Hamna jingine? Binti, hakuna sharti zaidi ya hilo. Kama umeshindwa, sina namna ya kusaidia tena. Sawa, toka hapa, toka. Unapewa sharti dogo hivyo unakosea. Shogangu, hebu nipe mrejesho wa huko sasa. Wewe acha tu shogangu. Mganga sina sime tu kwa nimeharibu masharti yake. Lakini mbona mimi nimefuata vile vile shogangu? Hapo kanipa masharti magumu sana, yani ambayo hata siwezi. Sasa masharti gani haya? Shogangu kaniambia kwa eti niende na unyayo wa twiga tena dume na ngozi ya chatu. Si hata naipata wapi? Tena kaniambia kesho asubuhi ndo nipeleke. Haki ya Mungu. Si nyara za serikali hizo. Halafu mimi nina wazo. Wazo gani shogangu? Unajua nini rafiki yangu? Mimi naona tu tumrudie Mungu. Maana hakuna kitu kinachoshindikana mbele ya Mungu. Mimi naomba tu tuingie kwenye maombi, kama kufunga tufunge, tukazane kuomba. Mambo yatakaa sawa. Ni wazo zuri ndugu yangu. Sasa tunamfuata kule aliko au na kama hapo sielewi. Hilo halina shida. Yaani maombi hata tukiwa hapa yanafika tu. Sio mpaka tumfuate kule. Si tunaweza kuomba hata hapa. Basi sawa. Tungeamka tu tuanze kuomba ndugu yangu. Mwenyezi Mungu, nakuja mbele zako katika majira haya Baba. Ninamleta kijana huyu ambaye leo ni mgonjwa kwa sasa. Namkabidhi mikononi mwako Mungu wangu. Ukaende kumponya Jehova. Ukatoe nguvu zako zenye uweza. Ukamlinde Baba kwa kila janga Mwenyezi Mungu. Hakuna mwingine anayepaswa kuabudiwa pasipokuwa Bwana. Mwenyezi Mungu, namleta kijana huyu mikononi mwako. Ninahitaji uponyaji wako. Nikinena haya machache mbele yako, nikikuomba na kushukuru. Amen. Hii teknolojia, yaani mtu anakuja kumtafuta mtu mjini na picha. Dauka alikuwa hapa bro. Hapana, nimeingia sasa hivi. Weka sadaka mizimu. Weka sadaka mizimu. Weka sasampa. Yule si Sindi yule pale. We Sindi. Yaani hapa cha kufanya, rudi tena kwa yule mganga. Inawezekana kuna kitu kimetokea hapa katikati, sisi ambacho hatukielewi. Wewe